Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, wanakuambia siku zote ya kwamba jifungae kibwebwe si bure hana mchezo. Basi tarehe 6 mwezi wa Juni mwaka 2020, mwezi wa Julai mtazamaji, samani mwaka 2022, tunazo chini ya siku 32 tuingie katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Na leo hii mtazamaji, katika makala yetu ya Mezani tutaangazia swala kuu likiwa ni cheche za maneno kati ya Rais Kenyatta na naibu wake, cheche ambazo zimeleta joto katika anga ya kisiasa mpenzi mtazamaji. Na leo hii katika studio mtazamaji, basi ambavyo unaona sura ni mpya, na leo hii siko peke yangu, tuko wawili na mwenzangu ambaye tutakuwa tukishirikiana naye kuanzia leo hii kuendelea. Mimi niite Kaka. Naam, asante sana Kaka kwa mwaliko katika siku hii hapa studioni ambayo ni kipindi cha Mizani, na nimeungana na kakangu Tom katika kipindi hiki kuweza tu kukuletea masuala tofauti na kuweza kuangazia yale ambayo yanatukia katika pande zote katika taifa hili, ikiwemo tunavyoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2022. Tutaweza kuangazia masuala mingi yanayozunguka uchaguzi ujao katika taifa hili. Na mtazamaji, umuite Margaret Nekesa leo hii wanasema kwamba ni cheche za maneno kati ya naibu wa rais na rais mwenyewe. Labda leo hii mtazamaji atarajie kipi katika makala ya Mizani? Na tuliweza kuona katika siku chache zilizopita wakati ambapo naibu wa rais ameweza naibu wa rais pamoja na rais mwenyewe wameweza kuvuana nguo hadharani, jambo ambalo limeweza kuathiri jinsi ambavyo mataifa mengine yanaweza kuwa na mtazamo wa taifa hili. Kwa hivyo ni swala ambalo tunaenda kuangazia katika kipindi hiki leo hii Mizani. Na mtazamaji ndio kwanza mko kunaalika mo, basi wasiliana nasi ama tagusana nasi katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Ni Sky Cable TV Kenya kote, na sasa hivi tuko live ama mbashara katika mitandao yetu yote. Mimi Kaka katika mitandao yangu ya kijamii, na Nekesa ukupate vipi katika mitandao ya kijamii? Katika mtandao wa kijamii najiita kama Margaret Nekesa, mnaweza kunipata pale. Katika mtandao wa Facebook ninaweza nawaletea masuala mbalimbali ikiwemo taarifa za Kiswahili. Kwa hivyo mnaweza kunipata pale katika mtandao wa Facebook. Na mtazamaji, mambo mazuri zaidi, basi ndio hivi tumenjika sufuria kwenye meko, basi njoo tusonge ugali pamoja. Mezani inaanza rasmi. Tupate picha yetu ya siku leo hii, turudi sehemu nyingine, basi tukufanyia uchambuzi uliokwenda skuli wa magazeti na mdahalo wetu leo hii tukiangazia cheche za maneno kati ya naibu wake na Rais Uhuru Kenyatta. Mimi majira nimemwambia si akamando ile sinda iko idha naibu rais na pamoja na rais, lakini tumeweza kukuandalia masuala tofauti ikifungamana pamoja na zile manifesto ambazo zimeweza kutolewa na
wale wagombea wa urais siku chache zilizopita. Kwa hivyo hilo ni swala pia ambalo tunaenda kuangazia katika kipindi hiki siku hii leo. Kwa hivyo tarajia mengi msikilizaji na mtazamaji. Basi tutaziangazia zile manifesto zote. Kumbuka kwamba juzi yule mgombea wa kiti cha urais kupitia kile chama cha Agano mwite David Mwaure Maiga pia alizindua manifesto yake, na awali tuliwaona Uhuru ama Ruto samani Odinga na George wa Jakoya Roots Party pia wakifanya uzinduzi. Kwa hivyo tutaziangazia zote. Ni Mizani Mezani, tupate picha yetu ya siku. Tukutane kwenye sehemu ya pili ya mdahalo wetu siku ya leo. Mimi majira nimemwambia si ya kamando ile sinda iko idhara kanidhi yetu, si ya chakula, si ya kitu kingine, ni tap. Kwa sababu sisi wa mama tuko na vijana zetu. Kijana anachukua simu anaweka kwa polisi. Niko na duka, nikiweka vitu hapo, mtu akiniambia nilipe na M-Pesa, namwambia tafadhali. Nikienda kusaira pesa pasi nyingine, naambiwa uko kwa CRB. Sasa nasindwa hii CRB, mimi nitakupa na CRB mkubwa. Nikitoka hapa nikienda kusaira kwa pesa nyingine, tunasaira ya mwezi mmoja. Nikikopa ngiri 10, nalipa kwa wiki ngiri 3. Nitatoa wapi? Bwana mkubwa. Wacha tuongee ile kitu iko kwa roho yangu, kwa sababu kama sasa naona umenifanya mzuri, nimetoroka town. Kwa vile nafuatwa leo. Kasi kwa nduka, niko na nduka, mimi nilipewa nduka town stage, Mungu namba 22. Niko na matunda. Niko na kila kitu, natokanga hapa kuendea Nguvu. Kuenda Nguvu kuna kurundi inakuwa 700. Hiyo matunda nilikuja naye kuuza hapa stage. Mtu ananiambia si ya kamando nipe kamoja, ulipewa nyumba, sina pesa, ingine nitakuwekea kwa simu. Sasa unasindwa, utakuwa ukiendea matunda, unakuja unapea pesa imeisha, na unafuata na hiyo watu wengine wa Sairok. Na fulisa naye ndio hiyo inanifuata. Na kuomba mheshimiwa, kwa sababu Mungu anaenda kukubariki na utabarikiwa. Ukiingia huko, jaribu kutuangalia sisi wa mama wa haswa, na tunakupenda ile mbaya bofu. Kwa kulingana sisi ni wale mama unasikianga ni mama manyanga wa miaka 62 like me. Na nafumilia kulingana na vile nimeona mambo mingi inakuja vyenye kunaenda, na sitaki kwenda nyumbani kwa sababu hapo nyumbani ni kugombana every time. So na kuomba hii maneno ya Sairok, hii maneno ya Fulisa, tulisikia ukisema utatusaidia, tunasikianga na radio. Sasa nimekuambia life to life. Takubali. Mama si kamando. Yes sir. Na mtazamaji, karibu tena katika makala Mizani Mezani. Sasa tumekaa kwenye meza Mizani Mezani kuyachambua yaliyomo kwenye magazeti ya siku ya leo, na siku zote nakuambia kwamba ladies first. Nekesa. Na asante sana Kaka Tom. Na katika tunapoanza kipindi hiki kuweza kuangazia yale yaliyomo katika gazeti la leo, gazeti la Taifa Leo, na tungeweza tu kuangazia habari kuu ambazo zimeweza kuangaziwa. Na habari ambayo imepewa kipaumbele ni kwamba Uhuru kuacha Wanjiku ICU, na mwandishi wa taarifa hii akiweza kuashiria tu jinsi mwananchi wa kawaida ameachwa wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta anajiandaa kufungasha virago ili kuweza kuondoka Ikulu baada ya uongozi wake. Kwa hivyo Kaka Tom Ogega, na taarifa hii ambayo imeweza kupewa kipaumbele, Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuacha Wanjiku ambaye ni mwananchi wa kawaida taabani, manake ICU kuna taabu. Kwa hivyo ni lipi ambalo unaweza kusema kuhusiana na taarifa hii? Na mnadhani ambacho wanajaribu kuangazia ni kwamba hali ya Wakenya sasa hivi ni ngumu, na ukiangalia Kenyatta anaondoka kiacha Wakenya wakiwa katika hali ambayo si nzuri vile. Maana ukiangalia unga ni 200 na
uchumi umepanda. Wakenya sasa hivi hawana senti. Kwa hiyo inaashiria kwamba uongozi wa Kenyatta licha ya kwamba umekuwa mzuri, lakini anamalizia pabaya. Kwa hivyo alikoanzia siko anakomalizia. Kwa hivyo hali ni mbaya, na huenda hii katatiza ule utendakazi wake tangu aingie katika uongozi miaka 9 iliyopita, sasa hivi inaelekea 10. Kwa hivyo huenda ikachafua jina lake asua. Licha ya kwamba alianzia kuzuri, lakini ukiangalia hali ya sasa hivi basi mambo si mazuri. Ndio maana wanasema kwamba Wakenya sasa hivi wapo ICU, yani hali yao si nzuri tena. Kweli kabisa, hali ya Wakenya si nzuri, nikizingatiwa kwamba katika maeneo tofauti humu nchini kuna Wakenya wengi ambao wameweza kuleta malalamishi yao kuzingatia hali ya uchumi kuzorota. Na tunavyoelekea katika kipindi cha uchaguzi, Rais Uhuru Kenyatta ameweza kujitokeza waziwazi akieleza kwamba wananchi wanafaa kumpigia kigogo Raila Odinga uchaguzi mkuu unapowadia. Kwa hivyo ikizingatiwa kwamba Wakenya wanaweza, pamoja na taarifa ambayo imeweza kuangaziwa hapa kwamba anawacha wananchi wa kawaida katika hali mbaya, kuna uwezekano kwamba kwa hizi siku chache ambazo zimesalia ili aweze kuondoka mamlakani, anaweza kubadilisha mawili matatu ili kuweza kuacha picha nzuri kwa wananchi wa kawaida. Kwa sasa sidhani, maana ukiangalia kipindi ambacho kimesalia na ukiangalia kwamba tupo katika ile mikimbio ya siasa, yani hana nafasi. Akijaribu labda, unaona mawaziri, yani kikosi chake chote cha utendakazi ni kama wote sasa wanaelekeza nguvu zao zote katika siasa na uchaguzi mkuu ujao Agosti 9. Kwa hivyo sasa hivi nadhani hana la kufanya. Kwa hivyo ni asubirie labda aondoke mamlakani. Na ukiangalia hata bunge limemaliza shughuli zake, kwa hivyo hakuna ule uwezekano wa kurejea kule bungeni labda kuleta miswada mingine ya kujaribu kufufua uchumi. Kwa hivyo sidhani kama ana nafasi haswa. Na ikizingatiwa pia kwamba uhusiano mwema ambao ulikuwepo kati yake na naibu wake umeweza kuzorota. Kwa hivyo itakuwa ni hali ngumu sana na haitakuwa rahisi kwa hali hii kuweza kudhibitiwa. Bila shaka. Sawa. Na tukiangazia taarifa nyingine katika ambayo imeweza kupewa kipaumbele katika gazeti hili la leo la Taifa Leo ni kwamba Raila aongoza azimio kukemea Ruto dhidi ya kumponda rais, ikizingatiwa kwamba kumekuwepo na cheche za maneno kati ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto. Kwa hivyo Raila Odinga ameweza kujitokeza na kuweza kumtetea Rais Kenyatta na kuweza kumkonyezea kidole William Ruto kwamba naibu Rais William Ruto kwamba aache kumdhalilisha Uhuru Kenyatta rais katika hadhara. Kwa hivyo mtazamo wako ni upi, au unaweza kulizungumzia vipi swala hili? Unajua, mimi siku zote naona kwamba hao wanasiasa ni watu ambao ni wanafiki, na mara zote wanaitwa na utumbokrasia. Yani wanajali zaidi matumbo yao kuliko wananchi. Ukiangalia kabla handshake kulikuwa na uhasama kati ya Kenyatta na Odinga, lakini sasa hivi wapo pamoja. Na sasa yule Odinga ambaye alikuwa anamkashifu Kenyatta kabla wa salimiane, ndo huyu anamtetea sasa hivi. Yani wakati ule hakuwa anaona Kenyatta ana doa, sasa hivi anaona hana doa. Kwa hivyo wanasiasa ni watu ambao ni wanafiki. Na ukiangalia Ruto walikuwa marafiki katika awamu ya kwanza ya uongozi wao, lakini sasa hivi ni maadui. Ndio maana unaambiwa kwamba hakuna marafiki wa kudumu na wala maadui wa kudumu. Kwa hivyo wanasiasa ni manafiki. Na nimependa jinsi umeeleza kwamba hakuna marafiki wa kudumu wala maadui wa kudumu katika siasa. Ndio maana unaambiwa labda tunaona mjana kweupe ama mchana kweupe wakivuana wakichaniana nguo, lakini usiku labda wanakutana mahali fulani wanaongea. Kwa hivyo unafiki wananchi tunafaa kutulia tu, tusiwe hili swala la wanasiasa kuweza kuvuana nguo hadharani isituweke katika hali ambayo tutajiingiza katika uhasama wa kitaifa kati ya wananchi, kwa sababu ni masuala yao ya kibinafsi. Kwa hivyo tunafaa kujilinda kama wananchi. Kwa hivyo masuala ambayo tunayasikia kutoka kwa wanasiasa tusiatilie maanani sana, maana huenda wanasema lakini hawamaanishi. Na katika taarifa nyingine ambayo imeweza kuangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo ni kwamba
ni kwamba wagombeaji viti wavumbua mbinu za kuikabili ODM. Naam. Kwamba wagombeaji viti wavumbua mbinu za kuikabili ODM. Naam. Kwa hivyo katika taarifa hii ni jinsi ni vipi ambavyo hawa wagombeaji wa viti mbalimbali wameweza kubuni mbinu tofauti ya kuweza kuikabili ODM, ikizingatiwa kwamba kuna wagombea wengine wa viti mbalimbali wameweza kusimama kama wagombea huru bila kuweza kuegemea upande wowote ule wa vyama mbalimbali vya kisiasa. Naam. Unajua kitu ambacho kilikuwa kinatatiza sana ODM ukiangalia ni mambo wanasema kwamba zoning. Wanataka kwamba wanasema ni 6 piece, ile ya kwamba iwapo rais ni wa ODM basi hadi mwakilishi wadi kule chini awe ODM, na hili swala limeleta utata zaidi. Ndio maana unapata ya kwamba hawa waombea waliamua kwamba basi ODM umetukalia ambavyo nyinyi mnataka, basi tutajitoa na tuwanie kwa njia ambayo ni huru, kwa maana independent. Kwa hivyo nadhani ya kwamba hiyo ndio njia ambayo wameamua kuichukua. Ukiangalia juzi huku Mathare tumemwona Bahati ambaye ikabidhiwa tiketi kwa chama cha Jubilee, mambo yanamwandama, sijui kama hadi sasa hivi kuna kwendaje, lakini sidhani kama ili swala la zoning katika hiki chama cha ODM ama muungano wa Azimio moja ni swala ambalo ni zuri, maana hilo linaleta ule utengano baina ya ama ule umoja ambao ulikuwepo katika Azimio basi unatoweka tena. Kwa hivyo ni wanasiasa ama vyama mbalimbali vinafaa kuzingatia sana namna ambavyo wanaendeleza masuala yao, kwa sababu inatoa picha kamili ya jinsi ambavyo serikali yao itaweza kuwa katika siku za hapo mbeleni. Ulivyoeleza tu huyu mgombea wa kiti cha ubunge wa Mathare Bahati, jinsi ambavyo amekuwa na kipindi kigumu sana. Wakati mwingine ile cheti chake kulikuwa na madai kwamba amepokonywa cheti chake cha kuweza kuania ubunge katika Mathare, na hivi majuzi pia tumeweza kuona akiwa na tofauti zake na Bwana Sifuna wakirushiana cheche za maneno. Kwa hivyo ni swala ambalo vyama mbalimbali vinafaa kuweza kutatua migogoro ya ndani kwa ndani katika vyama, yaani wasianike ile aibu yao ama ile mambo yao ya ndani wasiyalete hadharani kwa wananchi. Na pia jinsi tu tumeweza kuwa tukijadili hilo swala la rais na naibu wake William Ruto, pia ninaona katika kipengee kimoja hapo akisema tahariri moja hapa ya kwamba Rais na Ruto wakomesha tofauti zao za hadharani, wakomeshe. Yani huo ni ushauri kutoka kwa mhariri mkuu wa gazeti hilo la Taifa Leo, akiwashauri ya kwamba wakomeshe ule uhasama walionao ama ule uadui walionao wasiulete hadharani, maana hiyo inaonyesha picha mbaya kwa taifa lote. Naam. Inaonyesha taifa mbaya sana kwa taifa hili, kwa sababu sisi ni taifa la kidemokrasia na tunafaa Rais Uhuru Kenyatta na pamoja na William Ruto wameketi katika viti muhimu sana na nyeti sana kwa taifa hili. Na kawaida katika ndoa za kawaida, wakati mama na baba wana tofauti, huwa hawaleti tofauti zao hadharani. Tunafanya tu ndani kule, hata watoto hawapaswi kujua. Kwa hivyo haya yamezidi. Unajua wakati mwingine ni tofauti tu za kibinafsi, lakini nadhani William Ruto, naibu rais William Ruto na Uhuru Kenyatta rais wa taifa hili wanaweza tafuta njia nyingine bora zaidi ya kuweza kusuluhisha tofauti zao badala ya kuzianika na kujifunua waziwazi kwa wananchi. Na tukisonga mbele katika uchambuzi wa gazeti hili la Taifa Leo, tukielekea katika spoti ni kwamba Neymar aelekea kutua Chelsea. Najua kwamba Kaka Tom ni mmoja wa watu ambao wamebobea katika masuala haya ya sport. Kwa hiyo kuna hizo ni tetesi tu ya kwamba huenda Neymar huyu anatokea kule Brazil, huenda kaelekea kule Chelsea, maana amekuwa akichezea
PSG ama klabu ile ya PSG kutoka kule nchini Ujerumani. Kwa hivyo Chelsea wana ile mipango ya kumnunua, na iwapo atamnunua basi atakuwa wa mafanikio makubwa wa msaada mkubwa katika timu ya Chelsea. Kwa hivyo ni kusubiri tu tuone iwapo watafanikiwa kumnunua, maana pia kuna ile hali ya mshike watamnunua wasimnunua. Kwa hivyo pia tunaangalia ni masuala ambayo yapo katika nyanja za michezo. Kwa hivyo wapenzi wa spoti, habari ndio hiyo. Kwa hivyo Kaka Tom, tumemaliza tu, tumeangazia tu mawili matatu katika gazeti hili la Taifa Leo. Kwa hiyo mtazamaji, shukrani sana Nekesa kwa uchambuzi ambao ulikwenda skuli wa gazeti letu la Taifa Leo. Na kwa kiduchu tu mtazamaji, nikiangazia gazeti la Daily Nation, taarifa kuu ambayo imetiwa wino mweusi zaidi hapa inasema kwamba Wetangula link to ballot printer. Kwa hivyo kuna sakata ambayo imeibuka ya kwamba Wetangula ana njama fiche ambayo inahusisha kule kuchapishwa kwa karatasi za kupiga kura. Na kabla tuendelee, hii inaweza kuwa, unajua siku chache zilizopita tulimuona mgombeaji wa kiti cha urais Raila Odinga akiweza kuwa na maswali mengi kwa tume huru ya uchaguzi IEBC kuhusiana na jinsi ambavyo wamejiandaa kuweza kushughulikia swala nzima la upigaji kura. Kwa hivyo tume huru ya uchaguzi na mipaka imekabidhiwa na hali ngumu kuhusiana na tetesi tofauti jinsi ambavyo imeweza Naam, kuna malalamishi mbalimbali. Mlengo wa Azimio anasema kwamba nini itumike. Unajua IEBC wamesema kwamba anataka kutumia mfumo wa kielektroniki tu peke yake, na Azimio anasema kwamba itakuwa heri wapo basi kutakuwa na mfumo mbadala, ya kwamba ule mfumo wa elektroniki ukifeli basi kukuwe na ile sajili ya kawaida ya maandishi, angalau ndo wa Kenya wawe na ule urahisi wa kufanya lile zoezi la uchaguzi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea kuadhiri tume ya uchaguzi IEBC, na wanapaswa Nekesa wajiandae vilivyo, maana wakizembea basi huenda mambo yakawa si mambo tena. Na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati niliona kwamba aliweza kumhakikishia na kuhakikishia wagombea wote wa vyeti mbalimbali katika taifa hili kwamba wanafanya maandalizi kabambe na kuhakikisha kwamba shughuli nzima itaweza kufanyika kwa njia fasaha. Bila shaka, lakini wanaambia kwamba hamna mkamilifu, licha ya kwamba kuna ule ukamilifu ambao tunahakikishiwa. Unajua huwezi tenda kitu 100%, kwa hivyo kuna ule upungufu kidogo. Kwa hivyo mtazamaji, taarifa kuhusiana na Wetangula imeangaziwa zaidi katika ukurasa wa 7 wa gazeti lako la Nation. Kadhalika taarifa nyingine mtazamaji katika gazeti lako la Daily Nation leo inasema kwamba Summon on the Mountain samani mtazamaji. Kwa hivyo Nekesa, hizi ni zile harakati za Azimio Kenya Kwanza kuingia mlimani kusaka kura. Odinga yuko kule, Ruto yuko kule. Leo Odinga yuko maeneo ya nadhani kule Murang'a ama Kiambu, na Ruto amekuwa kule majuzi na leo hii anaelekea kule Garissa. Kwa hivyo nalizungumzia vipi hili swala la Mlima Kenya? Swala la Mlima Kenya, unajua Mlima Kenya ni eneo naweza sema kwamba ni eneo nyeti sana, wanavyosema katika kimombo kwamba it is a critical region kwa wagombea urais. Kwa hivyo kila mmoja anafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba anavutia sana kwa upande wake, anaweza kujipatia kura za kutosha kutoka katika Mlima Kenya, kwa sababu Mlima Kenya umebeba wapiga kura ina asilimia nzuri sana kwa kura ambazo zitaweza kupigwa itimiapo tarehe 9 Agosti. Naam. Kwa hivyo kuna wanasema kwamba Mlima Kenya ama mkoa wa Kati wote kwa ujumla basi kuna idadi kubwa wapiga kura kulinganishwa na labda maeneo mengine nchini Kenya mtazamaji. Taarifa nyingine katika gazeti hili lako la Daily Nation ni kwamba fear of packed presidential race as court reverses rules. Mahakama imesema kwamba si rasima basi wale wagombea ama waruhusiwe kugombea kiti cha urais kwa kuonesha ama zile vitambulisho. Kuna ile sheria ambayo iliwekwa ya kwamba ili angalau uruhusiwe kugombea kiti cha urais angalau lazima uwe na ile idadi ya sahihi kutoka kaunti fulani nchini Kenya ndio uruhusiwe, lakini mahakama imesema kwamba ni kinyume na sheria kwa sasa. Kwa hivyo hii huenda ikasababisha idadi ya wale wagombea wa kiti cha urais kuongezeka, maana kulikuwa na Jimmy Wanjigi, tulikuwa na Walter Mong'are, tumekuwa na
huyu anaitwa nani huyu mwingine, wote wakilalamika ya kwamba basi huenda walinyanyazwa, lakini mahakama imesema ya kwamba basi huenda wakaruhusiwa. Nekesa, ili swala la mahakama kusema kwamba basi ni kinyume na sheria kwa baadhi ya sheria nyingine, huenda ikachangia idadi ya wagombea wa kiti cha urais kuongezeka. Hii italeta hadhari gani katika tume ya uchaguzi ya IEBC, na ikizingatiwa kwamba tayari ule uchapisho wa zile karatasi ambazo zitatumika katika uchaguzi zimeanza kuchapishwa? Kwanza kabisa ikiwa kwamba koti imeweza kupitisha kwamba swala la sahihi na hayo masuala mengine ambayo imeweza kuangaziwa pale imeondolewa na kuweza kuwaruhusu wagombeaji kuweza kujiingiza katika kinyang'anyiro hiki, ni kweli kwamba itaongeza idadi ya wagombeaji na itakuwa hali ngumu sana, japokuwa ni demokrasia. Kumbuka kwamba tunaishi katika taifa la kidemokrasia, kwa hivyo kila mmoja anafaa kupewa nafasi, lakini tunafaa kuwa na kuweza kudhibiti ni wagombea wangapi, ili kuweza kuipa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC nafasi nzuri ya kuweza kuandaa wagombeaji wa vyeti mbalimbali katika uchaguzi huu. Kwa hiyo tukiachana mtazamaji na gazeti la Nation, tunaangazia kwa kiduchu tu gazeti la Standard. Taarifa kuu ambayo imeangaziwa zaidi katika ukurasa wa mbele nasema kwamba the high cost of presidential sponge. Kwa hivyo kuna mdahalo wetu leo hii utaangazia haswa hiki kichwa ama madai ambayo imeangaziwa zaidi katika gazeti la Standard, cheche za maneno kati ya rais naibu wake. Kwa hivyo mtazamaji, ndo hayo kutoka kwa magazeti yetu ya siku ya leo, na mdahalo wetu basi unajikita katika hizi cheche za maneno kati ya Kenyatta na naibu wake. Yaani wanachaniana nguo mchana kweupe, wanarushiana cheche za maneno mchana kweupe. Tupate usemi wa rais akiwa katika hafla ya ushirika ambayo ilifanyika weekend, alisema vipi kuhusu naibu wake, na basi tutazama katika mdahalo wetu wa siku ya leo mtazamaji. Tumejaribu tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba we have the necessary legal framework to facilitate cooperatives to grow. We all know shida mbalimbali ambazo tumepitia kwa sababu tumeunda cooperatives, viongozi wameenda wamekula pesa ya wananchi, kwingine tumefanya SACCOs, wengine wametoroka na pesa ya watu na mambo kama haya. Na tumeweza kubadilisha sheria tofauti kuhakikisha ya kwamba mambo haya hayawezekani, na ndio tuweze kuimarisha cooperative zetu katika taifa letu la Kenya. Na hii ni kitu ambacho tungependa tuendelee. Na msione tu ya kwamba ni kwenda kujenga nyumba na kufanya mambo mengine. Hapana. I do believe ya kwamba cooperatives can be major players in the development of our social infrastructure as well. There is no reason why cooperative savings cannot be utilized to build roads. Badala ya serikali ya Kenya kuwa inalipa mikopo kutoka nchi za nje, nyinyi mnatukopea, tunajenga mabarabara kama haya na tunawalipa pesa. Ama ni namna gani wenzangu? Hiyo pesa iingie mifukoni mwenu, kwa sababu ikiingia mifukoni mwenu iko katika Kenya. Itajenga manyumba, itasomesha watoto, itafanya mambo mengi. And this is the future. Na ndio mimi nastikitika hapo nikiona wengine ngwe mtu amekuwa huko amepewa kazi, badala ya kazi ni mdomo. Alafu sasa mimi tutafanya na kwa nini hukufanya wakati ulikuwa huko? Hii mambo ya makelele kila saa, kichwa yako ni makelele huko. Watu waache upuzi. Huyu Munya miaka 3 amekuja amebadilisha mambo huko katika agriculture, amebadilisha. Hawa walikuwa huko miaka 8, walifanya nini? Kituambia watu hawajui vile wanasema. Hawa ndio hawaelewi. Wanafikiria ukienda huko ati ukiona mtu hapo akaona shida, mimi nitatatua hiyo. Kwa nini hukutatua huko mbele? Mwache kuniletea bana.
Lakini vile nimesema ni shauri yenu. Hakuna mtu analazimisha mtu kufanya chochote. Lakini fikirieni jameni, think very hard. Yeah. Ama ni namna gani wenzangu? Ama ni namna gani? Mimi nawashukuru, mimi vile mmeniunga mkono, vile tumesaidiana. Nimeshukuru hiyo miaka tumekuwa pamoja, na tutaendelea kusherehekea hii siku pamoja tukiendelea mbele, kwa sababu to build a nation, you build on what you've taken. Naam, basi mtazamaji, hiyo ni kauli yake rais wa taifa hili Uhuru Kenyatta anavyoonekana kumsuta naibu wake William Ruto katika hafla hiyo ambayo aliweza kuzungumza yale ambayo ameweza kuzungumza pale mlivyoona watazamaji. Na hivyo kauli zake Rais Uhuru Kenyatta zinatufikisha katika awamu yetu ya kwanza, mwisho wa awamu yetu ya kwanza kipindi hiki samahani. Basi tunachukua mapumziko mafupi na tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majumazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Mtazamaji, karibu tena katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya makala Mezani tarehe 6 Julai 2022. Siku 32 zimesalia ili Wakenya wapange foleni tarehe 9 Agosti kumchagua kiongozi wa mpendaye. Kumbuka kwamba utakuwa ni uchaguzi wa taifa, kwa hivyo kutakuwa na kule kuteuliwa kwa rais, naibu wake, magavana, maseneta na viongozi wengine mbalimbali. Mtazamaji, basi tunaingia katika mdahalo wetu wa siku ya leo, cheche za maneno kati ya naibu wa rais Daktari William Ruto pamoja na rais mwenyewe Uhuru Muigai Kenyatta. Hivi karibuni ama hivi majuzi wameonekana wakirushiana maneno hadharani, wakirushiana cheche za maneno, wakiaibishana hadharani, wakileta mambo ambayo wanapaswa kuyasuluhisha wakiwa kule ikulu wao wenyewe, lakini wameyaleta hadharani. Nekesa, labda kabla tupate kauli ya Ruto kuhusiana na hilo, hizi taarifa za kurushiana kwa maneno kati ya naibu rais na rais Kenyatta unazizungumzia vipi, labda kwa kiduchu tu? Wakati ambapo rais na naibu wake wanaweza kuwa na tofauti zao na ambazo zimepelekea wao kuja hadharani na kuanza kurushiana cheche za maneno, kwangu ni jambo la aibu sana kwao na kwa taifa hili, manake wameshikilia nafasi muhimu sana kwa taifa hili, na kwa wanataifa wananchi kuwa na muungano na kuja pamoja na kusema pamoja, lazima
watazame viongozi wao, na viongozi wanafaa kuwa mfano bora kwa wananchi. Ikiwa sisi kama wananchi wa kawaida wataweza kuwatazama viongozi wao wakirushiana cheche za maneno katika mitandao na hadharani, na hawa wagombeaji ni sababu viongozi wana wafuasi wengi, kwa hivyo wanaleta huo mgawanyiko katika taifa, wanaleta hali ya kuzua tumbo joto na kuzua joto la kisiasa katika taifa hili. Kwa hivyo ni suala ambalo ni la aibu sana, na wanaweza tafuta tu njia mbadala ya kuweza kusuluhisha tofauti zao. Na kuna hii sauti ambayo ilibuka tu, ambayo ilitokea kule, nadhani Azimio la Umoja wakiwa kule Ndhiwa maeneo ya Homa Bay. Kuna hii sauti ya Ruto ambayo iliwaisema kitambo kwamba isingekuwa ni heshima basi angemzaba kofi Kenyatta. Kwa hiyo tupate hiyo sauti yake Ruto ndo tusonge mbele zaidi, mtazamaji. Baada ya 2017 na mimi nataka niwaambie, najua tulienda kufanya uchaguzi tukashinda. Huyu mtu akaenda pale akakoroga, ikasemekana turudie uchaguzi, si ndio? Watu wengi, sijui ni kwa sababu gani, watu wengi walikuwa nafikiri sasa ikisemekana turudie uchaguzi ati tutawachana na Uhuru. Sijui kwa sababu gani watu walikuwa naamini hivyo. Lakini mimi nilitoka hapa kwa ofisi na nilikuwa nimemwambia Uhuru, hii chunga hapo iko Kiingereza. Akaniambia hapana, nimechunga kabisa, kila kitu iko sawa. Kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Nje, sijui nani. Mwisho mlango kumbe ilikuwa wazi, wengine wakaingia ndani wakaharibu, si ndio? Mimi nikatoka hapa nikafika State House. Kufika State House nikakuta rafiki yangu wako hapo. Sitaki kusema alikuwa anafanya nini, kwa sababu sisi ni wazee. So ndio huyo sasa hii maneno sijui nini, mimi sitaki mimi nataka kwenda Ichaweri. Wewe sijui sasa mimi sitaki, wacha tuachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia nikamwambia, wewe ni vile tu nilikuwa na heshima ningemchapa kofi. Ati sisi tuache, ati tutoke hapa. Hapana. Na nikura tumeshinda. Kwani alikuwa ametushinda wapi? Tumeshinda wabunge, tumeshinda magavana, tumeshinda senators wengi, tumefanya hiyo kazi yote. Ukora tu ameenda kufanya hapo kidogo. So nikamwambia awache mchezo. Hapo hapo nikampeleka hapo Bama, tukaenda kula nyama. Akapona kidogo namna hii. Ati watu ya kuzimia, ati wanazunguka wakitangaza ya kwamba sijui William Ruto sijui alisukuma Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niwaulize. Nyinyi watu wa kuzimia, waacheni utapeli, waacheni hipokrisi. Sijui kama tunaelewana. Watu wa kuzimia tunataka tuwaambie, forget about the hypocrisy. Waacheni kuwa matapeli. Ati saa hizi wanajifanya ati wanatetea Uhuru Kenyatta. Sasa nyinyi watu wa kuzimia, hamujawahi kumpigia kura Uhuru Kenyatta. Hamujui tulimfanya Uhuru Kenyatta awe rais kwa njia gani. Saa hii mnajifanya, William Ruto amefanya, William Ruto hajafanya. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, nyinyi hamujui ni nini tulifanya ndio Uhuru Kenyatta awe rais. Waacheni utapeli. You have no business giving us lectures
on our relationship with Uhuru Kenyatta. We are the ones who made Uhuru Kenyatta president by our campaign and by our vote. You have never voted for him. Stop the hypocrisy. You cannot pretend today that you know Uhuru Kenyatta and you value Uhuru Kenyatta than us who made him president. Wacheni ukora na wacheni utapeli. Ukweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia. Hata hiyo vitu mnazungusha kwa maredio ati William Ruto ati sijui alisukuma Uhuru Kenyatta namna gani? Kwani mlikuwa mnataka Uhuru Kenyatta awache kiti ambayo sisi tulikuwa tumeamukia saa 11 kwenda kumpigia awe rais? Tuwaache nyinyi watu ya kuzimia? Wendeni kabisa. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Meru. Mimi nataka niwaulize. Sisi ndio tuliamuka asubuhi na mapema. Komera. Derako. Kwenda kuchagua Uhuru Kenyatta. Nyinyi mungetaka mimi ni mruhusu Uhuru Kenyatta awache ile kiti sisi tulikuwa tumemtafutia? Ati awaachie mtu ya kitendawili? Hiyo watu wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana. Hata kama mimi nilimlazimisha Uhuru Kenyatta awe rais, iko makosa? Si kwa sababu yeye ni rafiki yangu. Hata kama nilimlazimisha awe rais, iko makosa? Nyinyi watu wa kuzimia, wacheni ujinga bwana. Wacheni utapeli. Wacheni hypocrisy. You have no business. Ama ni aje? Ati wanazungusha sijui wamerekod wapi wanazungusha. Ati William Ruto sijui alikuwa analazimisha Uhuru Kenyatta awe rais. Sijui nini. Mimi nataka niwaulize, siku ile Maraga alisema ya kwamba uchaguzi wetu ubatilishwe, ati turudi kwa uchaguzi. Nyinyi mlikuwa mnataka ati Uhuru Kenyatta awache kurudi kuchaguliwa tena? Hata kama mimi nilimlazimisha, nilifanya makosa? Watu wakwende bwana. Ama ni aje? Tunakubaliana? Tuko pamoja? Hata kama nyinyi mungekuwa mimi, mungekubali ati Uhuru Kenyatta atuwache kwa mataa? Na vile tulikuwa tumemsukuma mpaka amepata kiti, ati awachie mzee akitendawili? Kwani sisi ni wajinga? Nyinyi kwendeni. Ama namna gani? Mimi ndio nilifanya campaign kubwa. Nilikuwa naamka mapema, nafanya mkutano 3 kabla rais hajafika, na ni kwa sababu ni rafiki yangu nilimsaidia. Na hakuna vile ningewacha ati kitendawili amunyang'anye hiyo kiti. No way. Ndio, hata kama nikusukuma yeye kiasi gani, lazima nisukume yeye, kwa sababu there is no way. Vile wananchi hao walikuwa wameamka mapema kutafuta hiyo kiti, ati sisi tuende tuwache yeye kitendawili huko barabarani achukue kiti yetu? Na mtazamaji, wanaitwa wanasiasa hao watasema na hawatachoka. Nekesa, kuna hii sauti ambayo imeshuhudiwa juzi tu wakati Azimio akiwa kule maeneo ya Homa Bay, na imetoka kwake Junet Mohamed, maana ndo alikuwa na hiyo sauti, akasababisha kwamba sasa hii sauti inazungumziwa sana. Na nafahamishwa kwamba hii sauti ilirekodiwa ilikuwa ni mwaka 2017. Labda wewe kwa mtazamo wako na kwa maoni yako, hii sauti yake naibu wa rais Ruto, hii sauti unaionaje? Inadhamiria kitu gani? Ama imetolewa makusudi ili kumharibia jina Ruto, ama pia kumjenga kisiasa? Wajua, kutokana na hiyo sauti ambayo imeweza kutolewa na tumeweza kuiona katika mitandao mbalimbali, ikionyesha kwamba ni naibu wa rais William Ruto aliweza kufanya kazi kubwa sana na kuweza kumshinikiza rais Uhuru Kenyatta kuweza kutokufa moyo na kuweza kusimama tena zile kura kurudiwa baada ya kutupiliwa mbali. Kwa hivyo unajua, wanasiasa hatuwezi jua msema kweli ni nani, hatujui anayesema kweli ni nani, lakini tukiangalia vyema hatuwezi kataa kwamba William Ruto, naibu wa rais William Ruto aliweza kuwa wa mchango mkubwa sana kwa rais Uhuru Kenyatta kuweza kujizolea asilimia kubwa sana za kura na kuweza kushinda katika kura za mwaka 2017. Kwa hivyo kwa maoni yangu, kwa mtazamo wangu,
ile sauti ambayo imeweza kutolewa ina ukweli fulani, kwa sababu ni wazi kwamba naibu rais pamoja na Rais Uhuru Kenyatta walikuwa kitu kimoja na walikuwa wanasaidiana. Walikuwa wanaweza kutiana moyo na kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya kila wawezalo kuweza kupata zile kura na kuweza kushinda uchaguzi wa mwaka 2017. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni kwamba naibu rais William Ruto aliweza kuchangia pakubwa kwa rais. Na labda huku kuibuliwa kwa hii sauti na Junet Mohamed, labda watu wa Azimio walikuwa na dhamiria nini kwa maoni yako? Maana wameibuka na hiyo sauti na wanasema kwamba iwapo naibu wa rais basi alikuwa na uwezo wa kumzaba kofi Kenyatta, basi hana uwezo wa kuongoza taifa, na labda iwapo atachukua uongozi basi atakuwa ni dikteta. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo swala? Maana waliibua hiyo sauti labda wakiwa na nia ya kumchafulia jina naibu wa rais William Ruto. Asiwezi sema kwamba eti sauti hii imeweza watu wa Azimio wameweza kutoa sauti hiyo ili kuweza kuonyesha kwamba naibu rais William Ruto anaweza kuwa na ile udikteta wakati atapoingia katika mamlaka. Tukumbuke kwamba mwaka 2017 naibu rais pamoja na Rais Uhuru Kenyatta walikuwa kitu kimoja, walikuwa na malengo mamoja, walikuwa wanatembea safari moja tofauti, njia moja tofauti na wakati huu. Wakati huu walikuwa wanaongea sauti moja. Kwa hivyo hakuna uwezekano kwamba ile naibu rais kutishia kumzaba kofi Rais Uhuru Kenyatta. Huenda ulikuwa ni huo uchungu kwamba wameng'ang'ana huo muda wote kuweza kutafuta kura, kusanya kura katika pembe zote za nchi, na inafika wakati kwamba naibu rais Uhuru Kenyatta anataka kukufa moyo. Kwa hivyo ilikuwa tu si kwamba ni kumzaba kofi, lakini ilo tu tishio. Jinsi tu baba ama mama utamwambia mtoto kwamba usipoamka nitakuzaba kofi. Kwa hivyo unajua wakati huu wa siasa mirengo tofauti tofauti ama wanasiasa tofauti tofauti atatumia chochote ili kuweza tu kuchafulia wapinzani wao kura, kuweza kuonesha kwamba wao ni bora zaidi kuliko wenzao. Kwa hivyo wananchi tunafaa kumakinika sana na chochote kile ambacho tunaweza kusikia kutoka katika viongozi mbalimbali. Na bila shaka mtazamaji, sauti hiyo iliibuliwa kule maeneo ya Homa Bay na Junet Mohamed, na labda tutizame ambavyo ilivyokuwa na tubaini haswa hii sauti imetoka na wapi ama ilianzishwa kupi, maana imesemwa sana mitandaoni. Kwa hivyo tumuone Junet Mohamed wakiwa katika kampeni zao za Azimio kule maeneo ya Nyanza. Ngoja nione kama baada ya sikia vile Ruto anaongea juu ya Uhuru. Mimi nataka niwaambie, najua tulienda kufanya uchaguzi tukashinda. Huyu mtu akaenda pale akakoroga, ikasemekana turudie uchaguzi, si ndio? Watu wengi, sijui ni kwa sababu gani, watu wengi walikuwa nafikiri sasa ikisemekana turudie uchaguzi ati tutawachana na Uhuru. Sijui kwa sababu gani watu walikuwa naamini hivyo, lakini mimi nilitoka hapa kwa ofisi na nilikuwa nimemwambia Uhuru, hii chunga hapo iko Kiingereza. Akaniambia hapana, nimechunga kabisa, kila kitu iko sawa. Kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Nje sijui nani. Mwisho mlango kumbe ilikuwa wazi, wengine wakaingia ndani wakaharibu, si ndio? Mimi nikatoka hapa nikafika State House. Kufika State House nikakuta rafiki yangu wako hapo. Sitaki kusema alikuwa anafanya nini, kwa sababu sisi ni wazee. So ndio huyo sasa hii maneno sijui nini, mimi sitaki mimi nataka kwenda Ichaweri, wewe sijui sasa mimi sitaki, wacha tuachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia nikamwambia, wewe ni vile tu nilikuwa na heshima, ningemchapa kofi. Ati sisi tuache, ati tutoke hapa. Niwaachie hapo, ndio amesema mambo mbaya zaidi. Wacha nitarudi ndio nieleze. Aliongea juu ya mbaya zaidi, lakini wacha tuachie hapo.
Sasa nataka kuchukua nafasi hii. Mimi mambo ya huzuni sana. Kama mtu anaweza ongea juu ya rais namna hiyo, unaweza ni mtu ambaye anataka hiyo ofisi kweli? Yeye akiingia kwa hiyo ofisi hataki heshima. Si anataka pewe heshima yake pia. Inamaanisha huyu mtu hafai kuwa rais ya Kenya. Mtu ambaye haheshimu kiongozi wa saa hii hawezi heshimika hata yeye akikuwa. Na sisi hatuwezi kuchagua rais ambaye haheshimiki. Sawa? Sasa nataka kualika former vice president, kiongozi ya Wiper. Na mtazamaji, ndo hivyo basi, sauti hiyo chanzo chake kilikuwa hapo katika kampeni hiyo iliyofanyika kule maeneo ya Homa Bay, maeneo ya Nyanza kule Mliwa, Junet Mohamed akiibuka na sauti hiyo. Na kesa tukimalizia labda uhasama kati ya Kenyatta na naibu wake, kwa maoni yako, umekuwa ukifuatilia siasa, wapo wale wanaosema kwamba huu uhasama umeanza wakati kumekuwa na handshake, wengine wakasema kwamba kabla hata handshake ulikuwepo. Maoni yako ni yapi kuhusiana na huo uhasama kati ya Kenyatta na naibu wake, ama umetokea kupi na chanzo chake ni kipi haswa? Na kwa maoni yangu, uhasama kati ya rais na naibu wake ulizinduka baada ya kuvumbuliwa kwa BBI. Wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Raila Odinga walikuja pamoja, manaki ulikuwa ni uvumbuzi wao. Na wakati Rais Uhuru Kenyatta pamoja na William Ruto waliingia uongozini, waligawana mamlaka nusu kwa nusu. Kumbuke kwamba naibu wa rais William Ruto aliweza kupewa wizara tofauti, wizara muhimu katika taifa hili, ikiwemo wizara tofauti. Na ukikumbuka wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kujitokeza na the anti-corruption campaign, na ukapata kwamba kuna baadhi ya mawaziri waliweza kufunguliwa mashtaka kwamba kulikuwa na ubadhirifu wa fedha. Na hao mawaziri waliweza kutoka katika hizi wizara ambazo naibu wa rais William Ruto amekuwa akishikilia. Na basi naibu wa rais William Ruto kuona haya, akaweza huo uhasama ukaanza kuibuka. Akaanza kuwa na wasiwasi kwamba huenda hii BBI pamoja na the anti-corruption campaign walivyokuwa naiita ilikuwa inaleta tension fulani kwake. Kwa hivyo imetokana na handshake, kwa sababu wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta pamoja na William Ruto walikuwa wanatafuta kura na kuweza kukua katika kinyang'anyiro, mpinzani wao alikuwa Raila Odinga. Na kwa hivyo wakati ambapo William Ruto anaona kwamba rais anashikana pamoja, anaungana pamoja na Raila Odinga ambaye alikuwa ni adui wake wao wakati huo, kwa hivyo ni lazima ingezua tumbo joto kwake. Na labda tukimaliza sasa na swala hili, labda wapo wanaosema kwamba ni wakati sasa umefika Kenyatta na Ruto kupatana, wazungumze na angalau kuwe na ule urafiki tena, maana hii ni picha mbaya kwa taifa. Viongozi wa dini wamesema kwamba wamejaribu kuwafikia, angalau wakutanishe, wazungumze. Unadhani ya kwamba ni wakati mwafaka sasa umefika wa Kenyatta na Ruto kukutana, wakumbatiane, uadui uishe, basi taifa liendelee? Unajua, wakati huu Rais Uhuru Kenyatta pamoja na William Ruto wana ideolojia tofauti, kila mtu ana malengo yake. Wakati huu William Ruto anatafuta kuingia uongozini, naye Rais Uhuru Kenyatta anaondoka mamlakani. Kwa hivyo wanatembea njia tofauti, ideolojia zao ni tofauti, malengo yao ni tofauti, kila mmoja anatafuta kujikidhi mwenyewe. Kwa hivyo sidhani kama wakati huu kuna uwezekano kwamba watakuja pamoja na kuweza kuzungumza kwa sauti moja. Kila mmoja anatafuta Rais Uhuru Kenyatta anatafuta jinsi ambavyo anaenda kupumzika na kuweza kufunganisha virago na kuondoka ikuluni, naye William Ruto anatafuta jinsi atakavyoingia ikuluni. Kwa hivyo njia zao ni tofauti. Unajua, huku kurushiana maneno, na tulivyokuwa tumeangazia hapo awali ile kanda ambayo iliweza kuchezwa na watu wa Azimio, mmoja wa viongozi inatumika tu kumuumbua Rais Uhuru Kenyatta. Ionekane kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikuwa mzembe. Unajua hiyo video inavyoonekana ni kana kwamba inaonyesha ni kana kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikuwa mzembe, ni kama William Ruto alikuwa anafanya kazi nyingi zaidi. Kwa hivyo kwa njia moja inamuumbua,
Rais Uhuru Kenyatta, na kwa njia nyingine inampandisha hadhi. Kwa hivyo ni sijui inatazamwa kwa njia tofauti. Naam, kwa hiyo mtazamaji, ndo hayo ni cheche hizo, na ni swala ambalo limesema sana mitandaoni. Wanasema kwamba umefika wakati sasa viongozi hao wawili wajumuike pamoja, wazungumze basi na huu uhasama wao uishe, ndipo taifa lionekane kuwa na amani. Nikesa, tukiachana na hilo kwa kifupi tu tuangazie, ukiangalia wagombea wote wanne wa kiti cha urais wote wamezindua manifesto zao wakiwa na ajenda tofauti, wengine wakituahidi ya kwamba watatupeleka mbinguni wakati huo, na sasa hivi tupo jehanamu. Tukianza naye Wajakoya ambaye amesema sana, maana masuala yake ambayo anayaangazia ni masuala mapya zaidi mageni nchini Kenya, akisema kwamba ufugaji wa nyoka ataufanya, akisema kwamba bangi itapandwa sana. Tukianzia hapo, unaona Wajakoya anamaanisha anachokisema, ama ni kule kujaribu labda kuvutia umati? Kabla tu nizungumzie manifesto za Wajakoya, wajua manifesto ni chombo ambacho kinatumika kuwaweka wagombeaji katika mizani na kuweza kupima kuona ikiwa kuna yote ambaye ana mambo mazuri kwa ajili ya taifa. Lakini tena manifesto ni njia mojawapo tu ya kuomba kura. Ni maandishi tu ambayo yamejazwa kwenye karatasi kuweza kupumbaza wananchi. Kwa sababu hawa wagombeaji au hawa wanaowania urais na vyeti mbalimbali wanapoingia katika ikulu ama wanapoingia katika uongozi wanabadilisha fikra zao na kugeuka wananchi. Na basi nikirejelea tu manifesto zake Wajakoya, kidogo manifesto zake amepinda kidogo kutokana ni tofauti kidogo na wale tofauti. Naam, kidogo na wale wagombeaji wengine, kwa sababu wale wagombeaji wengine wamefuata ule mfumo tu wa kawaida, ule mfumo wa zamani. Hakuna chochote tofauti kwa ideolojia. Mfumo ni ule tu, masuala yanayozungumziwa ni yale tu. Na ukiangalia zile manifesto za hawa wagombeaji wengine William Ruto, Raila Odinga pamoja na David Moure wamejitokeza na mambo ambayo wananchi wanataka tu wasikie, lakini haiwezi kutekelezwa. Si kweli kwamba itaweza kutekelezwa. Ingekuwa bora zaidi iwapo wangeleta mambo ambayo kuna uwezekano kwamba yatatekelezwa, ama kuna uwezekano kwamba itaweza kufaulu kwa taifa hili, kwa sababu njia ni ile tu, mtindo ni ule tu. Kwa hivyo hakuna utofauti wote ambao tutaweza kushuhudia iwapo wataingia uongozini. Lakini kwa Wajakoya, unajua manifesto zake Wajakoya zinaanza na bangi na zinaisha na bangi. Ameegemea tu upande mmoja wa bangi na kusahau kwamba kwa taifa kuinuka, taifa kuimarika, hatufai tu kuzingatia swala moja. Kuna uchumi, kuna afya, kuna ustawi wa jamii, kuna masuala tofauti. Lakini yeye anasema kwamba kutokana na kile kilimo cha bangi basi kutakuwa na hela nyingi, maana anajua bangi na soko kubwa katika mataifa ya kule Amerika na Ulaya. Kwa hivyo anasema kwamba kutokana na ule ukulima wa bangi basi kutaleta fedha nyingi katika taifa na basi uchumi utafufuliwa. Na ni kweli kwamba taifa likiweza kupropose kwamba tuanze kuweza kufanya biashara ya bangi na mataifa tofauti ulimwenguni, huenda ikastawisha uchumi, lakini itakuwa tu ni uchumi. Lakini je, afya je na masuala mengine katika taifa? Hatuwezi angazia tu swala moja, hatuwezi angazia tu mmea mmoja, kwa sababu hatutaanza na bangi na tumalize na bangi. Kuna masuala mengine ambayo yanafaa kuangaziwa na nahitaji ushauri wa watu tofauti. Na unajua pia viongozi wa dini pia wameweza kujitokeza na kueleza kwamba kwamba manifesto ya Wajakoya itaweza kudhohoresha, labda kuleta yale madhara katika jamii, maana akisema kwamba bangi basi iruhusiwe na vijana watajitokeza kwa idadi kubwa na labda waanze ule uvutaji wa bangi, na bila shaka hiyo italeta athari katika jamii.
na masuala kama, anasema kwamba kuna ule ufugaji wa nyoka, na hasa amesema kwamba basi nyama ya umba itakuwa ikitolewa huko nchini Kenya ikipelekwa kule Uchina, kumaanisha kwamba humo nchini Kenya basi umbwa watapata shida. Kule nyumbani hamtakuwa na umbwa ambaye atakuwa akidumisha usalama. Basi ni masuala ambayo ni asubu kweli kweli kwa Wajakoya. Na kabla tu tuweze kuendelea, wakati nilikuwa ninamsikiza Wajakoya akieleza manifesto zake, kwa njia moja ni kama anajaribu kuturudisha kwa hali ambayo tutaweza kujitegemea kama taifa. Kutoweza kujiingiza katika tulivyoweza kushuhudia katika uongozi wa hawa viongozi waliokuwa mamlakani, ni kwamba taifa limeweza kuwa na madeni mengi, halijaweza kujitegemea. Kwa hivyo anaonelea kwamba hili suala la kuweza kukuza mimea kama bangi na kuweza kutumia yale ambayo tunaweza kuyapata kama taifa kama nyoka kwa nyama na kuweza kufanyiwa biashara katika mataifa mengine, ili itaweza kuimarisha kule taifa kuweza kujitegemea kama taifa. Maana yake tuna rasilimali nyingi ambazo tunaweza kutumia za kutosha. Kwa hivyo anasema kwamba ili kulipa madeni yote ya Uchina, basi Wachina wanachukuliwa ile nyama ya nyoka, wanaambiwa kula hiyo nyama, basi na deni tushalipa. Tukiachana na Wajakoya Nekesa, na labda kwa kiduchu tu, maana muda unakwenda kwa kasi, kwa hivyo kwa dakika 5 tutakuwa tumehitimisha makala yetu ya siku ya leo. Kuna Ruto na Raila wanasema kwamba hamna tofauti kati ya manifesto zao. Labda iwapo kuna tofauti basi ni ndogo sana. Labda ukichukua manifesto ya Ruto na Raila uzijumuishe, kuna utofauti gani, ama nani ameangazia masuala ambayo labda yatasaidia taifa zaidi kuliko mwingine? Maana najua umezipitia manifesto zote za wagombea wawili na kadhalika, umepitia zile ajenda zao. Raila akisema kwamba badala ya labda kuongeza mshahara kwa walimu, basi atahakikisha kwamba walimu zaidi wameajiriwa kazi. Na anasema kwamba kutakuwa na zile shilingi 6,000 kwa zile jamii ambazo hazijiwezi na kadhalika. Na Ruto naye anasema kwamba basi badala hivyo vyote tuimarishe uchumi, tukuze kilimo na masuala kama, basi uchumi utaboreka zaidi na taifa litakuwa katika hali ambayo ni nzuri. Unazungumziaje manifesto ya Ruto na Raila? Manifesto za hawa wagombeaji wawili kwa njia moja zinafanana sana kuliko jinsi ambavyo zinatofautiana. Wamezungumzia mambo mengi, wote wawili wameangazia masuala ya afya. Ukitazama manifesto za wote wawili wameangazia masuala ya kuweza kuboresha uchumi. Manake katika taifa tuko katika hali mbaya sana kiuchumi, lakini ukitazama manifesto ya William Ruto haswa sana imejikita katika kutenga fedha. Ukimsikiza alipokuwa anatoa zile manifesto kwamba fedha fulani zitaweza kutengwa kwa ajili ya kilimo, fedha fulani zitaweza kutengwa kwa ajili ya masuala tofauti na sekta mbalimbali katika serikali. Lakini unajua huku kutenga fedha kutaweza kuzua kuibua ufisadi. Manake watendakazi wale ambao watafaa kushughulikia masuala ya kuweza kugawanya fedha, kuhakikisha kwamba fedha zipi zinatengwa kwa ajili ya wizara ya afya, wizara ya elimu, nini. Huku kutenga fedha kutaweza kuibua na kuweza kuchangia ufisadi na ubadhirifu wa fedha katika serikali. Na mtazamaji, ndo hayo ni mengi ambayo yameangaziwa. Tumeahidiwa mambo mazuri ambayo ukweli ni kwamba mtu fulani akiingia katika uongozi basi si hakikisho tosha kwamba atafanikisha yote hayo ambayo ameangazia. Na labda Nekesa, tukimalizia, kuna waziri wa kilimo Peter Munya alisema kwamba Wakenya tusiwe watu wa kutegemea unga tu ama mahindi, tule vyakula vingine, mihogo ipo, yani tufanye tusahau ya kwamba kuna ule upungufu ama kuna ile ongezeko la bei ya unga nchini, akitushauri ya kwamba tule vitu vingine. Kwa hivyo kuna hiyo sauti yake, na hiyo sauti basi ndo itakuwa sauti yetu ama video yetu ya mwisho tukitimiza makala ya siku ya leo. Tuipate na tukirejea basi ni funga kazi mtazamaji. Are you looking for someone to cover your special occasion?
Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Sio hiyo pekee, pia tumeanza kutafuta mahindi kutoka nchi jirani, zile siko na mahindi. Unajua tumekuwa kwa ukame. Hii shinda tuko nayo ni kwa sababu ya ukame. Horn of Africa karibu yote hakuna mvua, na Kenya imekuwa haina mvua kwa misimu 3. Nafikiri miaka 3 mvua ya kutosha hakuna. Sio njanga ambalo kuna mtu amesababisha, pia iko na vita kule duniani, Ukraine na Russia, ambayo pia imechangia, na COVID-19 can disrupt logistics ya kufikisha chakula mahali. Sasa ukiona wanasiasa wakiitumia kwa siasa nduni, ni kutoelewa kiongozi ni kupeana uongozi na kutafuta suluhu, si kutafuta ni nani utawekelea hiyo shinda ndio wewe uepuke. Nasungumza na nchi ambazo siko hapa, tumezungumza na Uganda, tumezungumza na Zambia. Saa hii kuna utaratibu tunafanya na Zambia kuona mahindi naweza fika hapa, na Millers wale wanahitaji hiyo mahindi. Nataka kusema sana kabla tukumalisha hiyo maneno. Hiyo sasa ndio itapungua zaidi. Ile ya levy ni kidogo tu, afueni kidogo, lakini ya mahindi italeta bei chini zaidi. Wananchi wale wanatumia mahindi kama chakula, na kwa miili yetu kupata nguvu inabidi tuwe tunatumia variety nyingi. Isiwe tu ni mahindi. Na sisemi mahindi ni mbaya. Unatumia moja tu, hiyo ikiwa na shinda, unapata shinda. Kwa sababu hujakula mawele, hujakula muhogo na imejaa, hujakula viazi, hujakula potatoes, na sisi ndio tunalima. Kuna wale wanatumia lakini ni kutotumia kwa wingi. Tunasema pia to embrace those other varieties of food so that we can be strong people. Na mtazamaji, muite waziri wa kilimo Peter Munya akishauri wa Kenya kwamba iwapo basi bei ya unga imeongezeka, basi kuna vyakula vingine tofauti, miogo na vitu vingine tamame, basi tule angalau tusahau masuala ya unga. Nekesa, kauli yako kwa sekunde kadhaa kuhusiana na tamko hili la Peter Munya. Nadhani ilikuwa ni wiki iliyopita akiwa kule kaunti ya Nakuru alisema hivyo. Kauli yangu kwanza kabisa kwa waziri huyu Peter Munya, wanafaa au viongozi wanafaa kuelewa kwamba wananchi wanaumia. Na kwamba wakisikia wananchi wanalia, ni kweli wanalia. Wasichukue kazi zao kwa urahisi sana, wajiweke katika hali za wananchi, waweze kuwahisi wananchi, angalau wajitokeze na njia, waambie wananchi kwamba tunafanya kazi, waonyeshe kwamba tunafanya kazi, si kwamba eti bei ya unga imepanda kwa hivyo tule vitu vingine. Wanafaa kuja na suluhu, kwa sababu mahindi, ugali ni wanaita staple food ya taifa hili. Unajua kwa Luo kikosa ugali, kwa hivyo mambo si mazuri tena. Mambo si mazuri tena. Kwa hivyo wasije na painkillers, waweze kushughulikia hilo swala, watafute dawa haswa ya kuweza kutibu huo ugonjwa ambao unauguza taifa hili, si kukuja na dawa za kuweza kupunguza tu makali. Tunafaa kushughulikia huu ugonjwa, tunafaa kuhakikisha kwamba hili donda limetibiwa
na limepona kikamilifu. Si kupaka tu dawa juu, tutue hilo ganda la juu hata kama kutakuwepo na uchungu, lakini tuhakikishe kwamba swala hili nzima limeweza kutatuliwa. Wananchi wanalia kila siku, hali ya uchumi imeweza kuzorota, hali ni ngumu kila mahali. Kwa hivyo tafadhali wanafaa kuchukulia kazi zao kwa umakinifu na kwa njia inayofaa. Kwa hivyo wasio na vijisababu vya kutuambia kwamba iwapo hamna unga basi kula miogo. Haifai hata kidogo. Na mtazamaji, basi ndo hivi tunalikunja jamvi la Mezani wiki hii, ambayo ni wiki ambayo imesalisha tu siku 32 tuingie katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, siku ambayo tunaisubiri, tunaingojea kama mangojeo kurudi kwa Kristo katika kurudi kwake kwa pili. Kwa hivyo letu ni jicho tu anasema, na mtazamaji, tutazidi kukuletea mengine mengi katika meza yetu ya Mezani kukufahamisha ni yepi ambayo yanajiri kadri yanavyo tokea kutoka ulingo wa kisiasa. Nekesa, tukihitimisha makala yetu, labda kauli yako ya mwisho kwa mtazamaji na kadhalika, utuahidi nini wiki ijayo, masuala kama hayo tukifunga kazi siku ya leo? Na kauli yangu ya mwisho tunapofunga kazi, tunapokunja jamvi la Mezani ni kwamba wananchi tunafaa kuelewa kwamba hawa ni viongozi hubadilika. Wakati wanapokosa kuweza kuwafikia malengo yao na nia zao, wanabadilisha mkondo, wanabadilisha njia zao. Lakini sisi kama wananchi tumebadilisha yepi? Tumegundua yepi? Kuwaelewa ni kujielewa sisi kama wananchi. Kuzinduka kwetu ni kuwakomesha ulaghai na ubinafsi wao. Kuwaongopea ni kujididimiza kama wananchi. Tunafaa kuibuka, kuhakikisha kwamba tazama mbele, na tunapoelekea katika uchaguzi pia tuwachague viongozi kwa kuzingatia historia zao za kisiasa. Tutazame nyuma, tuhakikishe kwamba tujiulize kwamba huyu mwanasiasa amechangia vipi, iwapo alikuwa serikalini ama hakuwa serikalini. Tuangalie historia zao. Na mwisho kabisa, tunapofunga kipindi, ningependa kuwakumbusha watazamaji ni kwamba janga la corona lingalipo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe aliweza kujitokeza siku ile kutuambia kwamba tumeanza kushuhudia kusajiliwa kwa visa vya maambukizi ya maradhi ya corona. Kwa hivyo tuvae barakoa, tuhakikishe umbali wa mita 1 hata zaidi ili kuweza kukomesha msambao wa maradhi ya corona. Na mtazamaji, corona bado ipo, amesema Margaret Nekesa, na kwa kauli yake Nekesa basi ndipo tunahitimisha makala ya Mezani. Na siku zote samani wanakuambia kwamba siasa si nanga, siasa ni tanga, na siasa usiweke moyoni mwako, weka kwingineko, maana siasa ni kitu ambacho kipo na kitapita tu. Nahodha mtakachombo basi si mjinga wa safari. Mezani naishia hapo. Nimekuwa wako Kaka Gega na mwenzangu ni Margaret Nekesa. Kwa heri ya kuona na mtazamaji hadi juma lijalo.